Hatuna matatizo kabisa na nchi jirani ya East Africa ya DRC. DRC wako na uchaguzi. Sisi kama wa Kenya tulienda kuwasaidia katika changamoto walizo nazo kwa mambo ya usalama. Jeshi letu lilienda pale, tukasimamisha vita ambayo ilikuwa inaenda pale, tukiwa pamoja na ndugu zetu wa kutoka Uganda, kutoka Burundi na kutoka South Sudan. Tumefanya kazi hiyo kwa muda wa mwaka mmoja. Baada ya mwaka mmoja, wao wenyewe wamesema ya kwamba wanaona sasa msaada wetu imefika mwisho. Tukakubaliana, tukafanya summit hapa Arusha, tukakubaliana sasa sisi tutatafuta namna gradually to exit from the scene so that other countries can come and support them. Jana majuzi kulikuwa na mkutano hapa Nairobi ya wananchi wa DRC, wakatoa statement. Watu wa DRC wakalalamika kwamba hiyo statement Kenya haingekubali hiyo statement itolewe pale. Msimamo wetu kama Kenya ni kwamba sisi ni nchi demokrasia. Na nyinyi mnajua, nyinyi ni watu wa vyombo vya habari. Hakuna mtu anauliza serikali kwenda kutoa taarifa yoyote. So they issued a statement from here. DRC wanted to know whether those people, we can arrest them. Then we told them, you know, Kenya is a democracy. We cannot arrest anybody who has issued a statement. We don't arrest people who have made us, we arrest criminals. If anybody has committed any criminality, we will go out of our way to deal with them. But issuing statements, how many people issue statements in Kenya against me? Every day, people are issuing statements left, right, and center. That is what the democracy is all about. In any case, Kenya here has the biggest bureau. You guys know the biggest bureau of journalists from BBC. I don't know, CNN. I don't know where. Everybody is here. So, and that is what people are looking for. So, Kenya is a media hub. By recalling the ambassador from Nairobi, what does that mean? Do you have a problem now? If they decide that they want to recall our ambassador because a statement was issued in Nairobi, that is their right. But, you know, I cannot arrest